Tumekuwa na shida kubwa ya mambo ya mafuriko ya mvua, na ni mambo imeweza kutuwazilia sana kama nchi yetu ya Kenya. Imewaziri watu wetu kutoka sehemu zote, kutoka Narok, kutoka Kajiado, kutoka Ukambani, kutoka Coast, kutoka Tana River na kutoka pia Mai Mahiu, Nakuru na sehemu nyingi, hata sehemu za Nairobi. Ni changamoto sana ambaye imekuja kwa ghafla, lakini nikipima, ninaangalia, ninaona nchi yote ya dunia iko na shida. Amerika, Texas huko Dallas iko na shida, China iko na shida, hata Tanzania iko na shida, nchi mingi. Mambo ya mafuriko imekuja kwa njia kubwa sana, na ni mambo inaonekana ni mambo ya climate change na weather vile imeanza kubadilika kwa sababu ya mambo ya mvua na mambo ya climate change. Na mambo haya yamezungumziwa sana dunia mzima. Mambo ya climate change itaweza kuja kutudhuru mbaya sana, na nimeshangaa sana kwa sababu nimeona rais wetu Ruto amefanya kazi kubwa sana wakati changamoto imeingia. Ameweza kujaribu iwezekanavyo kukutana na cabinet, kwa sababu rais wetu ni rais anapenda kutumia sheria na kutumia katiba, na ilipofanyika amefanya cabinet meetings mingi ya kujaribu kutafuta pesa, ya kujaribu kupitishiwa kulingana na sheria ili aweze kupigana na changa hili la maji, na amefuata sheria tukiona kwa njia mzuri sana, na ametokea kwa nguvu sana kuweza kukimbia sehemu ambayo zimewadhiliwa na kujaribu kusaidia sana vile iwezekanavyo, na budget ile yako naye amejaribu na ameweza kufungulia kila mtu, watu kutoka nje, watu kutoka hapa locally, mtu yote aweza kujaribu kusaidia. Amefungulia mlango kila mtu waweze kusaidia through also the Red Cross, through the ministry, through the county government. Amekimbia sana kwa jambo hili sana. Hata juzi tulimuona mpaka Mathare akitembea huko na gumboot akiangalia watu akuwa namna gani. Amejaribu njia ya kuhamisha watu wale wako kwa vikongoni za maji za mtoni, ambayo pia ni changamoto ya nchi hii, kwa sababu watu wengi wamekuwa through maybe groups za watu za vijiji, maybe through the chiefs, wakiweza kupea watu makao ambayo iko pahali sehemu mbaya sana kwa mtoni. Na hii changamoto ya watu kukaa sehemu mbaya ya maji haikuanza sasa, imeanza serikali ile ilikuweko na hiyo ingine ilikuweko. Kumekuwa na kuachilia sana mpaka imefika kwa hii serikali kama iko changamoto ambayo ni kubwa zaidi kwa hii serikali kuweza kuhandle. Lakini tunashukuru rais na cabinet amejaribu iwezekanavyo, hata hiyo kutembea Mathare, hata kuweza kuangalia watu, kuzungumza na watu, kuwapea hope that mambo itakuwa ni sawa. Hata tunashukuru kwa pesa ambayo alisema 10,000 watu wakimbia watafute pahali ya kukaa, wale hawana marafiki, hawana ndugu, kabla ya budget iendelee kuwasaidia. Hii pesa 10,000 ningetaka wananchi waweze kuelewa, sio pesa peke yake ambaye imetosha hao watu, lakini alisema ni ya kuokoa haraka watu watafute pahali ya kukaa. Lakini ana changamoto, atajaribu kuwapangia maybe within 3 months kila mtu apate pahali ya kuweza kukaa kabla mvua hii ionekane kama itapungua. Na amesema pia mambo ya housing na nini, ataangalia hizo manyumba ile imekwisha, ile ukaribu pengine na sehemu ambayo itaweza kuokoa watu, ataweza kuangalia ni njia gani ataweza kuokoa kwa kusaidia watu. Wananchi, sasa ndio wakati mtaweza kujua, wakati rais amesema mambo ya kujenga housing na inajengwa sehemu ambayo ni safe na sehemu ambayo inajengwa ni ya ghorofa, sasa ndio watu wataanza kujua rais alikuwa ameona mbele, rais alikuwa amefikiria already. Sasa you can confirm alijua ile mambo alikuwa anakimbilia kwa kujenga manyumba ya kutoa hao watu vitongoni huko ndani ambayo wataweza kupelekwa on the same areas. Anajua maswali mingi isikuwe ni yetu, maswali mingi na ndoto ni lake, na anajua njia ya kuweza kuokoa nchi hii na kuweza kufanya mpangilio ambaye ni mambo mazuri. Tulimuona Mai Mahiu na alisema pengine hiyo watu katika hiyo sehemu itajulikana vile itaweza kufanyika, pengine watafutiwe shamba sehemu zingine ili iweze kujulikana itaweza kuaje ili watu wakae safe. Lakini kuna jambo na changamoto litakuja kuonekana ama pengine kuzungumziwa, ni nani alikuwa na makosa kwa sababu ya disaster hiyo ya Mai Mahiu. There might be somebody who failed his duty.
na hii ikiangaliwa mzuri itakuja kutokea kwa reli. There is a law ya reli ambayo imesema hizo sehemu za maji za mteremko, mashimo yale inahitaji kupeleka maji, inahitaji kuangaliwa na kuwa serviced. There is a law. Tutakuja kuona pengine ni nani alikosea kwa kasi yake. Hata kama ni disaster ya kawaida pia tunahitaji kujichunga. Kama 1938 au 34 wazungu waliweza kupanga mambo ya Kijabi kwa njia mzuri na iwe na tunnels za maji, na hizo tunnels ndio zilikuwa zimefungana, ikafunguka, ndio ilifanya maji kuwe namna hiyo. What happened? I don't want to talk much because hiyo serikali itachunguza ijue what happened and what can it be done. Kwa sababu ukiangalia damu ya ile ya Patel ya Solai ilipopasuka, then ilibebeshwa Patel kuwa disposable. So even this one in some areas, vile rais amesema, kila mtu ameweza kuidentify counties, dams za serikali, dams za county, ameweza kuidentify na akatoa statement kusema ni ngapi na zinahitaji kuchungwa kwa njia gani. Kama rais amesema namna hiyo, sehemu ambaye itakuja kuvunja bila watu kuweza kuchukua jukumu ya kuprotect wananchi, then it will be an offense. Kwa sababu rais amesema, na amesema mpaka kwa ministry, na amesema mpaka kwa counties, it can be offense. Kwa hivyo naomba kila mtu ashughulikie pahali alipo, wale responsible, ili wachunge hii mambo ya maji, kwa sababu tujui itaenda kwa muda gani. Lakini juu ya yote haya kuna mambo nitaka kuangazia ambaye yamenihudhi sana. Nimeona Raila Odinga being irresponsible completely of Azimio. Ni mtu ambaye hata huwezi kusema mafikirio yake inaenda wapi ama anafikiria nini. Kwanza kuattack the government na kusema ati hii serikali ni kama basi haina dereva. Kwanza kutusi rais wakati rais is very busy trying to protect the people. Then anakuja na utterances ya statement ya matusi ya kutukana rais, ya kutukana serikali. I think we need opposition, but we need responsible opposition. Awe sasa sema kitu ionekane. Inaonekana pengine hii kiti yake imekuwa shida pahali alikuwa anasaidiwa na rais. Ndio amerudi sasa kuanza kuleta mambo ambaye ni ya chuki na matusi. Na hiyo ni kawaida yake. Lakini I want to ask Kenya, is it responsible? Is it responsible? Wakati anasema ati serikali haikuwa tayari. Wewe ambao unataka kazi ya UN, hiyo ulikuwa unataka kazi ya African Union, ulikuwa unatafuta hiyo kazi. Are you responsible? Do you have sense ya kuweza kujua America wanapelekwa na maji? China wanapelekwa na maji? America wanapelekwa na maji? Dubai of all the countries ambaye haijaonekana ikiwa na mafuriko, ilipata mafuriko. Tanzania, kama unasema serikali haikuwa tayari kwa disaster kama hiyo, wewe ambaye una ndoto na unazungumzaga na Mungu, si ungatuambia basi umezungumza na Mungu in advance na umejua kutakuwa na maji ambayo itakuja kutupeleka? I think in your age and being leader of opposition, I think you are completely out of order completely. Mafikirio yako si mafikirio yataweza unganisha nchi ama kufikiria kuendelea. Na hiyo ndio inafanya umeonekana hata hiyo kiti ya United Nations you cannot get, you are not capable on that seat. You are not. If you are not capable for disaster, hiyo nazungumzia mambo yake hapa. Umekuwa kiongozi complain all the time, kulete maandamano, kufanya watu wakufe. Sasa saa hii wewe huwezi kosa pesa. Una pesa ile umepata kwa njia nyingi. Ni wapi umesaidia kwa disaster? Where have you helped on disaster? Where? Kibera miaka na miaka umekuwa kuwatumia. Mpaka wakati Kibaki alikuja akaanza mambo ya barabara. Uhuru akakuja akatengeneza Kibera ikawa na barabara mzuri ndani, ikawa na choo na kila kitu. Wewe miaka yako yote ni ya kutumia mwananchi. Ukienda ukiinsaiti watu, hata watu wanaambiwa waende kwa milima. Milima iko wapi? Those are not responsible statement ya mtu yuko na miaka kama yako at all. I think Kenyans now are seeing we have no hope of opposition completely. Hatuna watu wataweza kuadvise ama kuprotect mwananchi kwa serikali kusema mambo ambayo ni ya ukweli, ili serikali iweze kujua what can they do. Yako is just incitement, careless statement, abusing the president. Jiheshimu na wataheshimiwa. Lakini kwanza kuheshimu mtu kama rais aliyekuwa ambaye ako sahihi. Huyu rais
amewekwa mafuta na Mungu. Hangekuweko kama sio. Unajua vile ulimsumbua. Unajua ule vile ulienda makotini yote kuleta confusion. Mpaka leo uko kwa denial that rais hakushinda. Haya mambo ndio yamekufanya uwe na problem kubwa sana. I believe even your operation ya kichwa imekuja kwa sababu ya kujiwekelea mambo ambaye si ya ukweli. Operation yako ya mgongo also ni kulala ukiwa bila mafikirio, unajiweka pressure mpaka mgongo unafanya operation. With all these things, operation kichwa, operation mgongo, please relax. Let Kenyans be led by the people who have been elected peacefully. Don't incite people. And I hope Kenyans are seeing, and I hope Kenyans are using also their common sense kuweza kue what is the president doing na kiongozi ya Azimio ni kitu gani anafanya. Mabishano, matusi. Nimeona senator wa Makoeni kijana ni wakili. Ile mambo anazungumza leo kwa station nimemwangalia nikashangaa. These people you anakuwa brainwashed. You know, it's good to have a stand and talk the truth. Raila amefail opposition na hakuna kitu Kenyans wataweza kusikiza kutoka kwake kwa sababu anaona yeye mwenyewe sasa ataweza kuincite watu kwa sababu ya crisis ile iko. Hii crisis si ya present. Hii crisis imekuja juu ya dunia vile iko. And all of us, we should handle this. Kila mtu ajitolee. You can see the deputy president. He is so engaged kwa up and down. Amekuwa engaged na president kusunguka when the president doing other things. Yeye pande nyingine anasunguka mambo ya disaster, mambo ya chakula. Deputy president, we also pray for you. Give hand to your president. Let the president give you the hand. Muweze kutusaidia yale mambo yako kwa sababu yanataka watu wana utulivu, inataka watu ambaye ni focused. Ya mwisho, Raila Odinga, you can see, you can not recognize the president with your team ile mko naye. Hawezi kurecognize the president at all, hata kumtaja jina kama president. Lakini you can see he is recognized by America. He is the first president of Kenya to go and address America, mambo ya Africa. He is the second president in Africa to attend that opportunity to address. And you know how he addresses things. He is going to address not Kenya, but he is going to address about Africa. He has been recognized by Americans. He has been recognized by the world. Even the time of climate change, everybody, even Americans, saluted for him for what he is doing. The trees people are growing, the trees people are planting. All these things the president have done with a lot of wisdom. He is young. He is capable. Let's give him time to do what he is supposed to do. He cannot satisfy everybody in Kenya. Even Jesus did not satisfy his 12 disciples. Only 12. He did not satisfy them. So the president cannot satisfy everybody. But let's be together. Let's be united. Let's pray for the country. Let's pray for the national government. Let's pray for our president. Let's pray for the deputy. All of us, let's be united. We can come out from this problem if we are united, all of us. And I'm appealing to the Kenyans. And Kenyans, they are always very good on giving. And you are going to see this disaster. Kenyans are offering themselves, are giving money. Banks are also preparing to give money. Media stations, they are offering also to give money. Neighbors, I salute neighbors because they are also ready. They have started collecting, and we are going to make sure our people are going to stay well. I urge people, let's have good statement, good thinking of our country when we are in this disaster. Our president, lead. Don't agree the way Raila is trying to mislead you or maybe to advise you on the things which are not there. If you leave the steering of that bus, you are driving a bus, and this bus, behind the bus, the passengers you have conmen, you have thief, you have brokers, you have opposition who are not responsible, you have everybody in your bus, and you are the driver. Don't leave the steering. Talk with us when you are still driving the bus, because if you leave it, you are going to be the problem. I want to give an example when I'm finishing. Sometimes back, a woman was left, and it's many years, there was no DNA by that time. And when she was left, the person came to help. He was tied behind the hands, and he was tied the eyes.
And then somebody, when he saw and he came and opened him the hands and the eyes, when the woman went to the police station, she said that the person opened him in the ears, in the eyes, and in the hands. He is the one who raped. And that man was jailed 7 years. And he was helping, and he's not the one who raped. I want to say this. Our president got the country which is raped. Economically, politically, he got the country raped. So he is in a big problem trying to clarify and to rectify the issues of the person and the people who raped this country. God bless Kenya.